Nchi ya kale ilipata ugeni kutoka nchi ya njaa. Kani, kijana mwenye hekima, aliongoza msafara huu hadi katika nchi ya kale yenye neema. Waliomba radhi kwa kufanya tambiko. Huku katika nchi ya njaa, kijana Mesha alikesha akisali kwa siku 3 mfululizo bila kupumzika, akijutia kosa lake. Baada ya miaka 5, nchi ya njaa sasa ikaanza kuneemeka. Mazao yakaanza kupatikana na kijana Kani na mpenzi wake nao wakabahatika mtoto wa kike. Huku viongozi wa serikali wakianza kutembelea nchi ya njaa na mipango ya kuibadilisha kimaendeleo ikaanza, huku Mesha akikubali kumuoa Moza na nyimbo za sherehe zikaimbwa kusherehesha furaha yao. The bad moment. Hey, wanasema kuna hard situation, kuna good situation, kuna bad situation. Katika hao yote tuzungumzie ile ni asubuhi na mapema, alfajiri na zaema, mbesio ninaona kiza. Imani yangu imetoweka, nuru nayo imezima. I don't believe so yatima. Nini? Oh, so yatima. Eti nini tena? Pengine sistahili msamaha, maana nimemkosa Mola na wengine wananiombea mabaya. Pengine sistahili msamaha. Msamaha wewe. Wacha wewe. Wananiombea mabaya. Yo wasala. Achari wewe. Uzao mpya wa nchi ya njaa ukaonekana kukua kwa kasi mno. Si vyakula vipo, unanielewa eh? Kani alifunga safari hadi mjini kutafuta nyumba itakayowatosha wanakijiji wote, kwani ameona uzaliano unaongezeka, si wana kazi za kufanya eh? Alifanikiwa, na baada ya kufanikiwa wananchi wakaanza kuhama wakiwa na mabegi yao, akielekea katika jumba ama kasri la wanakijiji wa njaa ambao sasa wamehamia katika mji wa vimwekumweku. Na hili ndio kasri la watu kutoka nchi ya njaa. Hapa Mesha anafurahia kitanda, sijui ana maana gani. Naitwa Cody Bland, tukutane kwenye hadithi nyingine. Hii ni Hadithi za Uzando.